Hallelujah. God bless you. God bless you, all my viewers, wherever that you are watching me for. Unatazama stesheni ya Exodus TV malapote pale huko. Karibu sana kwa ajili ya neno lake Mwenyezi Mungu. Na najua ya kwamba Bwana amekutenda mema na atazidi kuyatenda mema. Twakukaribisha mara tena hapa katika runinga ya Exodus 20 TV. All ladies and gentlemen, you are highly appreciated and you are highly welcome because of the word of the Lord. Ukiwa kazini, unasafiri, nyumbani, malapote pale huko, karibu kwa neno lake Mwenyezi Mungu. We love you so much. Thank you so much, all ladies and gentlemen all over the world, because of the word of the Lord. Na najua ya kwamba hili neno litakujenga, litakutia nguvu, na pia utaweza kupata hekima ya neno na kubeba nguvu za Mungu pamoja na wewe. Karibu sana. I'm Pastor Aris K. I love you so much. Keep on sharing the video to your few friends, to your group. Pia igia katika WhatsApp, tuko mahala pale, tuko live katika YouTube. Subscribe and to our YouTube. Hallelujah, and God will absolutely bless you everywhere that you are. Thank you so much, our supporters. You can support us through that number, M-Pesa 0727881488. Support the station and God will bless you. Saka na sadaka zako, Bwana wabariki sana unapoenda kutoa kwa kujipendea, ndio kazi ya Bwana iweze kuendelea. Asanteni sana all members of Emmanuel. May God bless you, may God cover you, may God sustain you, because with God it works. Karibu, wacha tuweze kuomba. Father, in the mighty name of Jesus, I call upon your name. We honor you, my Lord. We repent all our sins, O King of glory. Have mercy upon everybody who is under my voice, O Father. And I declare it is a day never to be forgotten, because you are touching somebody, O Father. May thy will be done upon all over the world, O Father, because you are the Abba Father in heaven. Glorify your name in each and everybody wherever they are, my Father. You know whatever somebody needs, Father. I pray that you are going to heal us one more time. You are going to touch our country all over the world one more time. And I decree, have your way, King of glory, because you are the Lord and King of glory. As you are touching somebody, you are saving your people, oh Father, through the kingdom of heaven, oh God. I declare they are covered with the blood of Jesus. Ni maana Bwana unaweza. Wacha ineno ibada ya siku ya leo ikawasimamisha vyema na kuwajenga katika jina lako Yesu Kristo. Wacha ukaonekana Mwenyezi Mungu mahali pote wanaponitazama, na ukawa suruhu la mashida zao na matatizo zao, na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na nimeamini. Karibu sana kwa ajili ya neno lake Mwenyezi Mungu. Na najua ya kwamba Baba amewashughulikia vilivyo, na yale atayatenda, maana yeye ni mwaminifu kuliko kucha kwa asubuhi. Kwa hivyo nataka tuweze kusemeshana na tuongee juu ya vizuilizi ambazo uzuia mtu akafika kwa eneo ambao Bwana ameongea. Ikawa labda uliota na ukaona umebarikiwa, lakini kukawa na kizuilizi, ukazuiliwa kufika mahali pale ulikuwa umeambiwa na Jehova. Mungu alikuahidi atakupa mtoto, lakini bado Jehova akakuahidi atakupatia biashara, utaolewa na utaoa, lakini ukazuiliwa. Ningetaka tuangalie mambo machache ambao inazuilia mtu kufika eneo ambao Bwana amemwandalia. Wengi wameota na wakaambiwa na watumishi wataenda ng'ambo, lakini bado hawajaenda. Kwa ni jambo gani lilikuzuilia? Ndio tuweze kuelewa mambo chache ambao wakizuilizi chako kufika kwenye eneo Bwana ameteka ufike. Kwa hivyo bila hekima unaweza hata kufa na bila kutimiziwa ahadi. Na maana yake Bwana asema ahadi yake haivunjiki kamwe. Ni jambo gani inazuilia? Wengine wanaokoka wanaachanisha Kristo katikati. Wanaona kana kwamba hajatenda vile aliwaahidi. Lakini ujue ya kwamba Mwenyezi Mungu sio binadamu. Yeye Mungu hutembea na masaa yake na nyakati yake na nukta yake. Kwa hivyo tukishaelewa saa la Jehova sio masaa yetu, nukta ya Jehova sio nukta letu. Kwa hivyo wacha mapenzi ya Bwana iwe bora, unatulia na unashikilia aliyokuahidi. Na tena lazima uwe mwaminifu katika mambo yote ambao ametushauri, ambao ameongea juu ya neno lake Mwenyezi Mungu, ndio uweze kuambatana na neno lake Kristo. Hallelujah, for the glory of the Lord. Umezuiliwa mpaka wapi?
Je, siku ya leo unakaa mahala pale Mungu alikusudia kukupa? Biashara lako linaendelea, nyota lako linaendelea, huduma lako linaendelea. Kwa hivyo ningetaka tu tuangalie mambo machache ambayo huzuilia. Maana unaweza kaa kwa wokovu lakini uwe umefugiwa, umezuiliwa, umeshindwa kusonga mbele. Umekaa eneo moja miaka nyingi, hauoni ukipanuka, badala ya kwenda mbele unarudi nyuma. Ni jambo lipi linalotuzuilia? Kwa hivyo nataka tu uchukue kalamu na karatasi, ndio siku ya leo ukubali kusonga mbele. Na maana Jehova pamoja nawe, hamna chochote kitakalo kuzuilia. Jua nyakati na wakati na mida yake Jehova, ndio ujipange sawasawa siku ya leo. Maana nasikia Baba atatimiza ndoto zetu, lakini lazima tuwe watu wenye busara, lazima tuwe watu wenye hekima. Maana Jehova atembei pamoja na wajinga, hivi ya kwamba kumbuka alikuahidi. Je, uko katika lile baraka alilokuahidi? Je, umepokea chenye uliahidiwa? Na maana twajua natimiza ndoto zetu. Ndoto yako siku ya leo imezuiliwa na adui, ama wewe mwenyewe ndio umeizuilia? Wewe mwenyewe unaweza zuilia baraka yako, na pia shetani adui anaweza kukuzuilia. Peleleza moyo wako, ndio ujiulize jambo lipi linanizuilia siku ya leo. Niingie kwanza jambo moja ningetaka nikuuzishe, maana ujumbe huu ni wako. Ujumbe huu ni wako mahali pote unaponitazama, ukiwa mama, kijana, mzee. Ndio tupeleleze maisha yetu, tujue tumekosea wapi na tutafanya lipi ndio tuweze kufika kilele, ama tuweze kufika mahali pale Bwana ametuahidi. It is a great day because we are going to do the will of God. We are going to obey so that we are going to be productive, because Jehova alisema ya kwamba nendeni mkazaane, masafa yamefika, tushike neno. Na hili ndilo ukweli wa neno. Wacha tuangalie kama Anania na Safira walipouza lile shamba. Ni wao wenyewe waliambia Jehova, waliambia mtume Paulo ya kwamba tutakapouza tutaleta fungu la 10. Fungu la 10 ni jambo ambalo limefugia watu wengi, lakini Anania na Safira wakaenda wakaona hapana. Na maana fungu la 10 hiyo ni lazima, tumelazimishwa. Yehova usema apigani na hilo lio lazima tutoe. Walipouza lile shamba, wakarudi kwa kuhani akina Paulo, akampa ile fungu la 10. Paulo akamuuliza, ili ndilo umeuza? Akaanguka mahali pale akamwambia, mbona umedanganya Mungu na roho? Wakati huo tu kwa hekalu, kama watu wako kwa hekalu, shida ya kudanganya Mungu na hatari ambayo inafuata Mungu baada ya mtu kukosa kutoa fungu la 10. Walianguka mahali pale wakafa siku moja, maana walivunja agano la fungu la 10. Nataka upeleleze moyo wako. Je, umekula fungu la 10 miaka ngapi? Huenda ikawa ndio kizuilizi chako cha kulete shida, ndio biashara lako limeisha, ndio hauendelei maana ulikula. Tunaona vyema walikufa Anania na Safira siku moja kwa ajili ya fungu la 10. Je, umefungwa na fungu la 10 siku ya leo? Tunapoenda tena kwa saka na sadaka, ni maana Bwana ametuamuru tutoe saka na sadaka. Huwa saka na sadaka imebeba moyo wako. Sadaka ile unalotoa, ni maana haiangalii chenye unachotoa, lakini sadaka ukienda kutoa kwa kuhani, kwa nyumba ya Mungu, huwa imebeba moyo wako. Hilo sadaka, lile kitu umebeba, huenda ikawa ni mavuno ya Shabani, lakini limebeba moyo wako. Maana ni kujipendea, umejipendea. Maana wajua lazima tutoe saka na sadaka kwa nyumba ya Mungu. Nao moyo wako umebeba imani yako. Sikiliza, inabeba moyo, sadaka inabeba moyo wako. Kwa hivyo moyo wako umeambatana na sadaka unalopeleka kwa kuhani. Nao moyo wako umebeba imani yako. Moyo wako umebeba imani yako, nayo imani yako ndio imebeba jibu lako ambalo umekuwa ukiliomba kwa Mungu. Hebu elewa my dear sister and my brother, hii ni mambo tatu, ya kwamba imani yako ndio imebeba jibu lako ambalo ulikuwa umeomba Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo haya ni mambo tatu ambayo tutaiangalia
sana. Je, labda umefungwa kwa ajili ya sadaka yako ya kutoa? Umejifungia maana ujui ya kwamba Mungu hayatazama. Kwa hivyo elewa kuanzia siku ya leo, saka yako inabeba moyo wako, moyo wako umebeba imani yako, imani yako ndio inabeba jibu ya uponyaji, jibu la biashara. Imani lako ndio inabeba jibu ambao jambo umeombewa na kuhani wa Mungu na lile ulivyokuwa umeombewa. Kwa hivyo tunataka kuangalia jambo gani siku ya leo imekuzuilia, na maana Mwenyezi Mungu aliahidi akasema atakufariji na hujafika kilele ama pahala pale Bwana anataka. Kwa hivyo peleleza haya mambo manne, na sio hivyo tunataka tuingie kwa roho ambao unaitwa, tuko katika Nehemia ine hapo kuanzia 7. Ujumbe huu ni wako, ujumbe wako ndio huu siku ya leo. Dhamana ya sadaka ni imani yako, dhamana ya sadaka ni imani yako. Kwa hivyo lazima tuirudi tuangalie sana, nacho inayotoa ili chochote kile unachotoa, iwe tithe iwe thanksgiving, huwa ni dhamana ya imani yako. Kwa hivyo ni vyema tupeleleze maisha yako, maana kuna watu siku ya leo watafunguliwa, maana ukweli wa neno ukiingia ndani ya hili neno utakufanya ufaulu na uweze kusoga mbele. Na ndio tunaona wajumbe wa nabii wa zamani wote walikuwa wamefarijiwa, walikuwa watu wenye mali, walikuwa na mang'ombe na mbuzi, maana waliheshimu. Imani yao ilikuwa ndani ya sadaka zao, walikuwa natoa tithe yao, walikuwa waaminifu kwa Mungu. Labda umefugiliwa maana wewe sio mwaminifu, usikule sadaka na hata tithe ya Mungu. Hilo inakuletea udhaifu maishani mwako na huwa inafunga milango yako ya baraka. Unaishi kwa uterezi maana haujatii sauti yake Mwenyezi Mungu. Mungu aghari saka chochote kile unatoa, maana ajua kile ulicho nacho. Kuwa mwaminifu siku ya leo. Nikasikia baba akisema ya kwamba kuna watu watafarijiwa sana, kuna watu watafunguliwa siku ya leo na sadaka zao, kuna watu watatoa tithe zao zitawasogesha mbele. Wacha Bwana apewe kilicho chake na Kaisari na apewe kilicho chake, maana hili ndilo tutaweza kuendelea. Tunapoingia katika Nehemia, hapo Nehemia 4:7-8, tuenda tena kuangalia roho ya kuzuilia, roho ya kukupinga, roho ambao haitaki uendelee ama umalizie kazi ulioanza ya Jehova. Siku ya leo watu wengi wamerudi nyuma, walikuwa wahubiri sana, waibaji wakarudi nyuma. Ni maana waliona kada kwamba Mungu amekaa, wengine wakaona kama Mungu hajajibu maombi yao. Lakini nimekuambia Mungu ako na dakika yake na nukta lake, pia yuko na mida yake. Gojea mida na sana nukta yake masia. Ni maana kama ameongea hata badilishwa. Na tena ni vyema kujua ya kwamba haya sio masaa ya kusikiliza sauti za watu wengine. Kunalo sauti moja la Simba wa Yuda anayeongea na kusema, follow the instruction of your God. The Lord is saying, follow the instruction of God, and when you obey the word of the Lord, you shall be productive. Kwa nini hatuja kuwa productive? Ni maana tunapeleleza haya mambo siku ya leo. Ni maana tukimwaminia Yehova, hili ni ujumbe lako siku ya leo. Usiwe kama Adania na Safira, maana wengi wamedanganyana kwa hekalu, wengi wamedanganya makuhani wa Mungu, wanaenda lakini laana inawafuata. Manake kuna Mungu mmoja tu. Heri kuogopa aliye juu sana kuliko wanadamu, ni maana utahukumiwa na Jehova. Na tena ukisikiliza na kushika sauti ya kwanza, oh my Father, you have to be productive. Nyota lako litang'aa, maana wewe ni mwaminifu kwa Jehova. Ujue tithe huwa inakinga mtu, ujue sadaka huwa inakinga maisha yako. Hivi ya kwamba umekuwa mwaminifu kwa Mungu, naye Mwenyezi Mungu anafuatilia neno lake. Je, siku ya leo utakubali kuwa mwaminifu mbele ya Mungu? Ni nyakati ambazo ni za mwisho, ndio usihesabiwe kuwa mwizi. Umeiba mpaka wapi na utaelekea wapi? Wacha Jehova apewe kilicho chake, ndio uweze kutoka eneo pale umekwama, ndio uweze kusoga mbele, na ndio uweze ukaweza kuwa multiplied. Baba anasema I will
will multiply you. Hear and obey my instruction. And whenever the Israelites shall obey my instruction, they shall be productive. They shall be blessed. They shall be healed out of the sickness. God is telling us, obey the word of the Lord. Do not ignore the word of the Lord. Be sincere, because our Father in heaven is saying, if only you hear, if only you obey the word of the Lord, do what is right, what God have already commanded you. Ni maana utazaa na utaendelea kuzaa, na pia utakuwa baraka kwa wengine, hivi ya kwamba Jehova hawezi kudhihakiwa. Iwaperereza maisha yetu yote. Tunapoingia katika Nehemia 4:7 na 8, tunaona ya kwamba nabii ama mtu aliyekuwa Nehemia aliposikia kuta za Yerusalemu zimebomoka, alikata uamuzi wake wa sawa. Ni wangapi siku ya leo wamekata uamuzi wa sawa, kusoga mbele bila kuangalia nyuma, bila kuangalia mambo ambayo iko kando na kando? Nehemia alipoyasikia hayo, akaamua kuomba permission kwa mkubwa wake. Kamwambia ya kwamba nimesikia kuta za Yerusalemu zimevunjika. Akaomba ruhusa niende nikajenge. Masaa yamefika tujenge kazi ya Mungu, tugamane pamoja. Ukate uamuzi wako bila kusukumiwa, maana masaa ya kusukumwa imeisha. Tenda mema, nenda zako. Nehemia akapewa ruhusa, akaondoka. Lakini alipokuwa naondoka, alikuwa anafuata sauti yake Jehova. Je, siku ya leo unafuata lile sauti ulilolisikia? Are you following the voice of God that you had in the beginning? Ni maana sauti ya kwanza ndiyo Jehova, sauti ya pili ni ya binadamu, sauti ya tatu ni ya ibilisi shetani. Je, umefuata sauti gani siku ya leo? Ni maana wakati Mungu ameongea, lazima kuje sauti ya binadamu ama mwili, na pia shetani aje ndio aweze kukukosesha. Je, siku ya leo unafuata sauti yake Jehova? Unasikiliza ile sauti ulilosikia ya kwanza? Umefuata lile sauti alilokuongelelea wakati ulipokuwa kijana mdogo, wakati ulikuwa umeoa, wakati ulikuwa una hela? Una sauti ulilosikia likakuelekeza kwa nyumba ya Mungu, zikakushikanisha na mtumishi wa Mungu. Je, siku ya leo unalifuata? Ama ulipobarikiwa, ulipooa na ukaolewa, ulipopata biashara, uligadili ukaachana na lile sauti ya siku ya kwanza, ukaanza kujiongoza? Kuna hatari na changamoto, kuna hatari ndugu yangu, dadangu, wakati unaacha sauti ya kwanza ikuondokee. Maana Jehova anakupatia mida, akisha kuacha utaona mabaya. Ni masaa ya kujua ya kwamba uliweka nadhiri ulipokuwa mgonjwa, kamwambia Jehova nitakuwa mwaminifu. Je, umekuwa mwaminifu siku ya leo? Unaaminiwa mambo gani na Jehova? Je, Mwenyezi Mungu atakuaminia mambo gani? Na ndio maana siku ya leo boma zinayuba, biashara zinayuba, maisha yanayuba, hata miri inayuba, mambo yamejaa ugonjwa chungu nzima. Maanake tulisahau sauti tulilolisikia siku ya kwanza. Tuligadili wakati tulibarikiwa, tukadhani ya kwamba Jehova ni binadamu, lakini wasema siku ya leo utajiroga mwenyewe. Wacha tuamini Jehova, maana asema ya kwamba masafa yake imefika, nukta yake na dakika yake ya kuinua watakao kaa kwenye mikakati kabale, watakao shikilia sauti ya kwanza. Je, uko tayari ndugu yangu ili utende mema, nenda zako? Nehemia akasikia kuta ya Yerusalemu lilikuwa limebomoka. Ni wangapi siku ya leo watasikia kuta ya nyumba ya Bwana imebomoka, wajitoe waseme nitarijenga? Riba ganda ni wachache sana. Hata wale wanajitolea, wanajigaba, wengine wanaona wanajisema, wengine wanasema ni mimi. Lakini Yehova anatafuta watakuwa waaminifu, waseme nitalenda kulijenga ukuta wa Yerusalemu. Biblia laongea vyema na kusema, lakini ikawa Sanbalati na Tobia, haya maroho naongea itakao kuzuilia, ambao imezuilia wengi. Uliambiwa na Jehova simama na mtumishi wa Mungu, uliambiwa na Jehova fanya hivi kwa hekalu ya Jehova, lakini umepuuza. Maanake kuna ripoti lililokuja masikioni mwako. Ni maana kuna watu walilosema hawa
basi waitwa nini, lakini ikawa Sanbalati, Tobia na Waarabu na Waamoni na Wasidodi walisikia ya kuwa kazi ya kujitengeneza kuta ya Yerusalemu inaendelea. Sanbalati na Tobia walikuwa mahala pale hata siku ya leo wako, wakasikia ya kwamba kuta ya Yerusalemu limeshaanza kujengwa. Ni watu wangapi wamesikia wakati Jehova aliingia kujenga doa lako, Sanbalati na Tobia ukuja kuzuilia, wanakuja kupiga maono yako. Wakasikia ya kwamba ni maana lazima wayasikia habari. Walisikia kuta za Yerusalemu Nehemia ashaanza kuzijenga, ameanza kuzitengeneza, ameanza kuzirekebisha. Hawa maroho Sanbalati na Tobia na Arabu na Idodi waliungama pamoja ili waweze kushaburia Nehemia. Ni wangapi siku ya leo walikuwa wamesema nitasimama na kazi ya Mungu, wakazuiliwa na habari za Sanbalati na Tobia? Manake Sanbalati na Tobia na Adodi huwa wanashaburia watu wa Mungu. Wakati mtu anakata shauku la kutenda kazi ya Bwana, ndio nao huwa wanainuka. Kumbe waliinuka, maana kuta za Yerusalemu zilikuwa zimeshaanza kujengwa na Nehemia. Sijui Nehemia wa siku ya leo ni nani? Atapatikana wapi Nehemia? Biblia inasema akaanza kujenga, akaachana na shughuli zake za kila siku. Sijui ni wangapi siku ya leo wataachana na shughuli za maisha, washughulikie kuta za Yerusalemu, washughulikie kuombea watoto wadogo. Sijui ni akina nani siku ya leo wataacha kujiombea, waanze kuombea vijana wadogo, waanze kuombea kanisa, waanze kuombea taifa. Sijui ni akina nani siku ya leo wataacha shughuli zao za kila siku, wataacha mahangaiko. Ni maana wengi wamehangaika, wanaradarada kila mahala na hamna chochote kile umepata, maana uliacha kazi ya kujenga kuta ukaenda kujitafutia. Ndugu yangu, umepata gapi? Haujapata chochote kile. Badala ya kubarikiwa umejawa na shida na dhiki, maana uliachana na kazi ya kujenga Yerusalemu. Masaa yamefika uelewe ni nini kinachokuzuilia, maana ukitoka kwa mpango wa Jehova hautafanikiwa, bali shida na dhiki na mahangaiko itaungana na wewe. Maisha yako itarudi nyuma na tena utaishi kwa uterezi, maana umegadiri. Siku ya leo Baba anasema elewa show ya kuzuilia. Wanaretaga barua. Ni barua gapi umechukua? Ukaachishwa kutoa fungu la 10, ukaachishwa kuwa mameba wa kwaya, ulikuwa unafanya kazi kwa hekaro, lakini Sanbalati wakasikia. Wao huwa wanasikia ni wakaribu na wamekubalishwa kusikia ili wakuzuilie kuendelesha kazi ya Jehova. Masaa yamefika na ndio haya ibada ya siku ya leo. Je, uko the right position? Are you in the right position where God have already placed you? Have you set yourself to a place where God is going to glorify His name in you? Are you obedient to your God? Are you following the instruction of Jehovah? Uende ikawa changamoto na shida lile ambao unapitia siku ya leo, maanake umeombewa sana, maugonjwa ingine haijatoka kwa shetani, ni kwa ajili ya kugadiri, ni kwa ajili ya kusahau ya kwamba ulikula mwito na Jehova. Wengine wameachanisha kazi ya Bwana, wakasema ninaogopa kutaendaje. Masaa haya sio kuogopa, ni kuendelea kufanya kazi ya Bwana. Maana Sanbalati na Tobia walisikiliza, wakaja haraka sana ili wamwachishe Nehemia awache kujenga ukuta. Biblia inasema namna gani? Inaendelea na yakuwa mahala palipo bomoka panaanza kuzibwa. Walisikia mahala pale kulikuwa kumebomoka, ilikuwa imezibwa. Walisikia pego la Bwana. Kuna mtu alisimama kando, kuna mtu amesimama na kuhani, kuna mtu amesimama na watoto wa Sunday school, kuna mtu anasimama na kwaya, kuna mtu anasimamia nyumba ya Bwana ili iweze kuwa iko safi. Kuna mwingine anaandaa meza kabla ya kuhani kuja. Akawa wakati ule walisikia ya kwamba shimo limezibwa, wakakasirika mno, wakakasirika. Maana Tobia na Sanbalati na Idodi wao ni adui wake Mungu, ni adui ya maono yako, ni maadui ya doa yako. Wanaposikia lile shimo katika doa lako limezibwa, wanakasirika sana, maana hawataki kuona umefurahia, hawataki kuona uking'ara, hawataki kuona umesimama, hawataki kuona doa yako ikiwa safi.
wachawi hawataki kuona ukitembea pamoja na mume wako na uzao wako, hawataki kuona biashara lako. Wanaitwa watu wenye jicho baya, maana kuna watu wenye jicho baya. Hawa wakaona, wakasikia, wakakasirika mno, wakaugama pamoja ili waweze kushaburia Nehemia. Wakakuja kumshaburia, wakaja kupigana na Nehemia, wapigana na Nehemia. Lakini Nehemia akasema ya kwamba hili kazi siwezi kuliacha siku ya leo. Ni wangapi watasimama na kazi ya Jehova? Waachane na Sanbalati na Tobia, wasiuziwe uoga. Ni wangapi siku ya leo wamenunua uoga, wamesema sitafuata Jehova, nitaenda kujitafutia. Baada ya kujitafutia wamepata madhara, wameaibishwa sana, wamekosa amani. Maana Jehova anasema kazi yake lazima iendelee. Uwe mwaminifu kwa vitu zake zote, ndio aweze kukupanua, ndio uweze kuendelea, asema Bwana wa Nehemia. Je, siku ya leo kutapatikana Nehemia kwenye doa yako? Nehemia anatakikana kwenye nchi yetu. Kunatakikana roho iliyokuwa na Nehemia kwenye doa yako, ili Bwana akaza kuonekana kwenye makanisa. Nehemia anatakikana. Je, Nehemia siku ya leo atapatikana akazibe shimo, akajenge ukuta bila kuangalia yaliyomo, bila kuangalia faida? Maana kazi ya Bwana tukifanya, hatufanyi ili tufaidike, tunafanya manake nini? Tunajua Jehova ni Mungu, tunajua anaweza Baba. Ninajua ya kwamba napopumua ninafanya kazi ya Bwana. Ni masaa ya kujifunga, na uelewe ni ya kwamba ujumbe hili ni lako. Unafanya kazi gani ya Jehova? Umekuwa mwaminifu kwa Mungu kiasi gani? Maana Nehemia alijikaza, akaendelesha kazi, akaziba mashimo. Kama we ni mhubiri, hubiri mpaka mwisho wa dawari. Kama we ni intercessor, je, unaendelea kujenga ukuta? Kama we ni wa kushikilia kuhani, je, umeendelea ama umechoka, umestukia, umetolewa mahala pale na adui Sanbalati na Tobia? Labda umeuziwa uoga. Umepokea lile barua, walipoandika barua wakamwambia Nehemia unatakikana. Lakini namshukuru Yehova, Nehemia alikuwa amekata uamuzi wake, akawaambia ya kwamba hamna chochote kitaniachisha. Oh my father, itaniachisha kujenga ukuta wa Yerusalemu. Hamna chochote kitanizuilia. Sitachukua barua zao. Nitaendelea kuziba shimo, nitaendelea kuombea young generation, nitaendelea kutangaza injili ya Bwana. Je, siku ya leo Nehemia yako wapi? Biblia inaendelea kusema namba 8, mahala pale palipobomoka pamezibwa, basi wakaghadhabika sana, wakakasirika sana. Ni Sanbalati wamekasirika wakati wamesikia mume wako wamerudi. Sanbalati watakasirika wakisikia umeolewa, ndio wamekuzuilia kuolewa, ndio wamezuilia kuoa, ndio wamezuilia biashara lako, wamekunyang'anya amani yako. Walikasirika sana. Biblia inasema walighadhaika, walifadhaika sana, maana wapendi kuona watu wa Mungu wakinawiri. Wamo siku ya leo. Je, utakata uamuzi wa sawa, useme ya kwamba hata wakikasirika, najua Muumba wangu atanikomboa, atanisaidia, sitaachishwa kufanya kazi ya Mungu. Nitaendelea kuwa mwaminifu kwa sakana za daka zangu, kwa zaka zangu zote, kwa fungu langu la 10, na yeye Mwenyezi Mungu atanisaidia. Maana yuwapata neno lake, atimize ahadi yake. Ahadi ya Bwana anaitimiza kwa yule atakaye endelea kuziba mashimo. Biblia inasema ya kwamba hapo 8, wakafanya shauri wote pamoja juu ya kupigana na Yerusalemu. Nasema hata kama wamefanya shauri wakushaburia huduma yako, wengine wamefanya shauri wanapigana na doa yako, Baba anasema usiogope. Wameenda shauri, wanataka kuangamiza na kupigana na hilo biashara lako. My friend, my dear sister, my brother, wameenda shauri, wanataka kumaliza maono yako. Wameenda shauri,
waangamize hiyo ndoto yako. Wameenda shauri waangamize huduma lako, lakini Baba anasema Nehemia hakuogopa. Hili sio saa la kuogopa, ni masaa ya kuendelea na kujua aliyekuita. Yeye sio binadamu, hata wakikusema wa usiku watalala. Endelea na kazi ya Bwana, wacha ukaziba shimo, wacha ukajenga ukuta. Manake nini? Masaa haya ni ya Jehova. Wakakasirika sana, wakaenda shauri, wakapanga vile watawashaburia, vile watawaua. Nasema kuna watu wameenda wameshauriana vile wataua maono yako, vile watakuangamiza, lakini ole wao. Nehemia aliposikia, Biblia inasema ya kwamba oh my Father, my Jehovah, pamoja kupigana na Yerusalemu na kufanya machafuko humo. Yani wamesema watafanya machafuko kwa ndoa yako, watafanya machafuko kwa biashara. Oh Sanbarati, Tobia na Idori wameunarabu, wameugama siku ya leo, ili ya kwamba Biblia inasema wafanye machafuko, wafanye machafuko kwa ndoa lako, walete machafuko kwa uzao wa tumbo lako. Upate mama anakataliwa na uzao wake, upate mke anakataliwa na mume wake. Hayo ni machafuko. Biashara imeharibika, wameleta machafuko kwenye biashara lako. Customer wameanza kuondoka, wameleta machafuko oh maishani mwako yote, ili ya kwamba unayumba yumba. Wameleta machafuko kwa imani yako siku ya leo, oh maisha yako inayumba yumba. Lakini Baba anasema namna gani? Hapo 9, basi sisi tulimuomba dua Mungu. Sisi tuliomba Mungu dua wetu tu tena tukaweka ulinzi. Baba anasema ya kwamba lakini hayo yote ilipoendelea, Nehemia na watu wake wale waliokuwa pamoja, ni vyema kuwa karibu na kuhani, na ule kuhani anayorinda moyo wako, anayekupatia chakula cha roho. Basi wao walifanya nini? Walienda wakafanya dua kwa Mungu na wakaweka ulinzi. Siku ya leo utafanya dua kwa Mungu na utaweka ulinzi. Utaweka ulinzi wa ndoa yako, utaweka ulinzi wa biashara lako, utaweka ulinzi wa muri yako. Maana Baba asema ya kwamba basi jelendeje, basi Nehemia na watu wake walifanya dua kwa Mungu. Hii ndilo lisaa tunafanya dua kwa Yehova. Tutaenda kuomba, lakini tukishaomba utaweka ulinzi wa biashara lako, utaweka ulinzi wa familia yako, utaweka ulinzi wa watoto wako, utawarinda, utaweka ulinzi. Maana usipoweka ulinzi, wamejiandaa Sanborati na Tobia na Dido na Warabu pia. Basi Nehemia na watu wake akawaugama pamoja, akawaambia tutoe dua. Siku ya leo tunatoa dua kwa Mungu, tunaenda kuomba Jehova ambaye anajibu maombi, ambaye anasema ya kwamba ukitii sauti yake kwa zaka zako zote na fungu la 10, kisha weke ulinzi. Weka ulinzi kwa mali yako isichaburiwe na Sanbarati na Tobia. Weka ulinzi kwa huduma yako. Uwezi tembea useme tu hivyo, lazima utaweka ulinzi. Weka ulinzi. Bwana Bwana anasema wakaweka ulinzi. Utaenda kurinda familia yako. Tunaenda kuomba siku ya leo, na ninakuhakikishia kama umekuwa Nehemia siku ya leo, you can drop your prayer request. Unajitoa kwa maombezi. Tunaendelea kuombea taifa letu, tunaombea dunia mzima. Weka ulinzi ya afya yako. Sio wote wanafurahia urembo wako, sio wote wanafurahia mume wako, hata mke wako. Weka ulinzi, weka nadhiri kwake Mwenyezi Mungu, ndio aweze kurinda maisha yako, ndio aweze kurinda lilo biashara. Manake kuna watu wenye jicho baya. Tumeona watu wa kuharibu wamewekwa mahala pale ndio wakushaburie, lakini ukiwa na hekima unaweka ulinzi, unaweka ulinzi wa Jehova, unatoa ulinzi kwa Jehova, nawe ukiombewa hawatakuangamiza kamwe, bali kazi ya Jehova itaendelea. Wewe mahala pote pale unaponitazama, ukiwa masaa yamefika, uweke ulinzi siku ya leo. Unaweka ulinzi na unaendelea kujenga ukuta, hivi ya kwamba unaendelea kuomba. Usikate tamaa, usiachishwe na yoyote yule kuomba. Ulizaliwa ndio uwe an overcomer, and you are going to pray and overcome all the tribulation. Oh, I feel the Spirit of God saying, unaweka ulinzi, unaweka ulinzi. Manake madamu hii Sanbarati na Tobia wameinuka akuuzia uoga, wameua watu wengi, wameua nyota za watu wengi,
nyingi, wameharibu madhabahu, wameharibu ndoa nyingi. Oh my Father, watu wengi wamebaki single father Jehova, maisha yanayumba yumba, manake ni Sanbarati. Walikuletea barua ukasoma, ukazuiliwa kufika mahala pale ulikuwa umeabidiwa na Jehova. Kwa hivyo sasa nataka vipi? Nataka tuweze tukatoa dua na pia ukaweka ulinzi kwa Mungu. Ungekuwa na saka yoyote lile, uweke ulinzi kwa nyumba yako, ulinzi wa mume wako na biashara lako. Fanya lilo kwa lilo namba, tumia hiyo M-Pesa 0727881488. Hiyo ulinzi wako nitauombea, na ninakuhakikishia ya kwamba mlinzi mwema Yehova atarinda ndoa yako, atarinda familia, atarinda biashara. Hautakaa eneo moja, bali ikiwa na ulinzi atairinda, nawe utafurahia matokelezeo ya Jehova. Utakuwa matokelezeo yake Mwenyezi Mungu, bali hautakuwa matokelezeo ya Sanbarati na Tobia. Hautamatua matokelezeo ya adui zako wanaokutafuta, bali kazi inaendelea. Tunajenga ukuta, tunaziba shimo zote kwa hekalu, tunasimama na kazi ya Bwana ndio tuweke ulinzi, na hakika utafanikiwa. Nataka tuombe. Unapiga magoti mahala pale huko, ama unaugama pamoja nami tuweze kuomba, tutoe dua kwake Mwenyezi Mungu. Hebu tuombe, na najua ya kwamba unatoa ulinzi. Toa chochote kile Bwana amekusa, ulinzi wa ndoa yako, kulinda familia, kulinda biashara, maana Sanbarati wamejaa. Baba, katika jina lako Yesu Kristo, natoa dua kwako Mwenyezi Mungu, kwa watazamaji wangu wahala pote wale walipo. Wamesikia ya kwamba wengi wamekosa kunawiri, maana wamekula saka na sadaka zako. Wengi wamekunyang'anya 10%, wamejizuilia Jehova. Umeongea juu ya mambo matatu. Ibada ukasema ya kwamba Jehova, tumekula saka na sadaka na 10%. Imekuwa kizuilizi za kuendelea, imekuwa kizuilizi za biashara, na wengi wameangamia. Tena Sanbarati wametuuzia uoga, tumeshindwa kusimama kwenye pengo lako. Baba, naomba siku ya leo wanaonitazama, natoa dua kwako Baba, wakatii sauti yako, wakaweka ulinzi wa mali yao, wakaweka ulinzi ya uhai wao, maana shetani anayubayuba usiku na mchana ili apasue na agamize na uwe. Lakini natangaza watazamaji wote wa hizo mahala pale wako, watazamaji wa Emmanuel Church, my Father, wanaenda kuweka ulinzi. Ni maana Baba utaturinda. Unasema ya kwamba Yehova unagojea tutende. Baba, ukaturinda kuanzia siku ya leo. Wale wanatoa saka na sadaka zao, wale wanarudia Baba kutoa 10%. Ninakataa vifo kama vile Anania na Safira walipodanganya kina Paulo, walikufa mahala pale. Ninatangaza siku ya leo Baba, tutakuwa waaminifu, hatutajipinga, hatutapingwa na Sanbarati ama sakama fungu la 10. Natangaza wote ambao wamesikia hii sauti wakaritii Jehova, na hatimaye Bwana utawafanyia kuwe na baraka. Utawanyeshea baraka zako Baba, utajaza vikapu zao, utawaondolea maugonjwa, utawaondolea wasiwasi, utawaondolea mapigo, utawaondolea vita, utawaondolea changamoto katika jina lako Yesu Kristo. Manake kutii ni bora kuliko kutoa dhabihu. Ninawaombea wakati siku ya leo, naongea baraka wale wote wanatoa, ukarinda biashara zao na ndoa zao, na wakawa Nehemia siku ya leo. Nehemia aendelee kusimama kwa boma, kwa taifa lote, kwa serikali. Nehemia kazi yake inaendelea, awe muombaji, awe muibaji, awe intercessor. Tunaendelea Baba bila kukwama Jehova. Na Mungu wa Israeli, Isaka na Yakobo, ukaachiria baraka zako. I declare total blessing, oh Father. I declare healing, oh God. I declare restoration, oh Father. Na kuanzia siku ya leo natangazia wote wanaonisikia ya kwamba watasonga hatua ingine mbele, maana watatii sauti yako. Na ni katika jina lako Yesu Kristo nimeomba na nimeamini. Hallelujah. Nikutii siku ya leo. Hallelujah. For the glory
Nasema ni asanti sana, asanteni sana zaidi. Na waona wote, Anthony Kariuki, Motebei wa bodaboda, unasema amina. Bwana abariki bodaboda yako siku ya leo, ni maana ni kutii sauti yake Bwana. Na kuona Francis Karanja ukiwa pale Limuru, unasema ndio tuko gagare, tutatii sauti yake Mwenyezi Mungu, na tutege ukuta na tuzibe mashimo. Kwa hivyo ni kwako wewe kusikia na kutii sauti yake Mwenyezi Mungu, ndio Mungu aweze kusimama pamoja nawe. Si wakati wa kuogopeshwa na Sanbarati na Tobia. Waendelea, kazi ya Bwana huwa anaitetea mwenyewe, ni maana Mungu anajua vile atakavyofanya na maisha yako. Na ukisha mwachia maisha yako, mwachie atawale daima milele. Yeye ako na suluhu juu ya maisha yako. Bora ukae ukiwa sasa uko gadari, kafanya kazi ya Mungu bila kikoma. Baada ya kazi ya Bwana, ziba mashimo, weka ulinzi ili Bwana aweze kukurinda, maana yake ni mwaminifu. Hallelujah, for the glory and honor of the Lord. Hallelujah. Na kuona sana Anthony Kariuki, God bless you so much. Na kuona Margaret Masheo ukiwa pale Gadanga, Mungu akubariki sana. Irene Waweru, Bwana akubariki na akutende mema sana, ni maana ni wakati wake Jehova, na tayari anatenda kazi yake, maana yeye ni mwaminifu sana. Anthony Kariuki kutoka pale Limuru, na kuona sana. Bwana akubariki na akutende mema. Irene Waweru tena unasema amina. Ziba mashimo, simama kwenye pego la Mungu, na hatimaye hautaoboreza. Liz Kariuki kutoka kawaida, unasema amina, tuko pamoja sana. Nancy ukiwa Raini, Nancy Oketo ukiwa Raini, may God bless you, may God sustain you. Betty Wagari kutoka Banana, Mungu akubariki na akutende mema pia. Na kuona Shikoshi ukiwa pale Kiabia, Bwana akutende mema na akubariki pia, manake ni mwaminifu kuliko kucha kwa asubuhi. Ye anatenda mema kwa watu wake. Na kuona Kirumbo umesimama gagare sana, unasema neno linaendelea. Bwana akubariki mahala pale unaponitazama. Bwana akutende mema, maana yeye ni mwaminifu kuliko kucha kwa asubuhi. Ninakuona Philo Nyams ukiwa Ruai, may God bless you, may God expand your boundary, ni maana kutii ni bora kuliko dhabihu. Na kuona sana Kamau kutoka Banana wa bodaboda, Bwana akubariki na pia akutende mema masaa haya. Ninakuona Agnes Waidera kutoka Roiro, Bwana si akubariki sana na akutende mema. Ninakuona PC ukiwa pale, ukiwa na sako basi za sako, Bwana akubariki na akutende mema, ni maana ameahidi kukutenda mema pia. Kwa hivyo nakuombea na majarua yake Mwenyezi Mungu yakawa pamoja nawe siku ya leo. Hallelujah, for the glory and honor of the Lord. Ninakuona sana John Pastor Jongo, unasema niko amina. Alex wa Pastor Alex Wawelo, na kuona sana. Shilowa wa Ilimu unasema amen. May God bless you, may God sustain you, may God do a mighty thing to you. Agnes Waidera kutoka kawaida, may God bless you. Oh, thank you so much. Lucy Duo, may God bless you ukiwa Saudi Arabia. Hallelujah, for the glory and honor of the Lord. Bwana wabariki na watende mema watazamaji wangu wote mara pale mko. Bwana akaenda kuwajaria ukikaa kwenye pengo lake Mwenyezi Mungu. Naomba mikono yako imebarikiwa, uendapo urudipo ukapatana na baraka baada ya kutii. Enda uone nguvu zake Mwenyezi Mungu, ukafanikiwa kwenda kwako na kurudi. Baraka za Bwana zika pamoja nawe, na wapenda tu sana. With God it work. Usisahau kusubscribe to our YouTube. Pia niambie mara pale unalitazama ukiwa. With God it work. Shalom and shalom.